la Yesu. Mungu ni wafadhili katika jina la Yesu. Sikiliza, unapofadhiliwa, hivi maana ya kufadhili ni nini? Kufadhiliwa ni jambo ambalo hukupaswa kuwa nalo, lakini ukawa nalo au ukafanikiwa kwayo, kwa sababu umefadhiliwa. Kwa nguvu zako, kwa mali zako, kwa jitihada zako hauwezi, lakini akisimama mwanaume mmoja, yote kwake yanawezekana, kwa sababu atakufadhili, kwa sababu atakuinua, kwa sababu atakubariki. Wamesema utabarikiwa, lakini Mungu anabadilisha, unakuwa mbarikiwa. Wanasema wewe utakufa na ugonjwa, lakini Mungu anabadilisha, anawarejeshea. Watashangaa unaendelea kustawi, watashangaa unaendelea kumtukuza Mungu aliye hai. Haleluya! Kwa Yesu raha. Sikiliza, wakati mwingine tunapomtumikia Mungu kama vijana, tunaonekana tumepoteza akili, tunaonekana sisi ni wajinga, lakini sikiliza nikwambie kitu, wao ndio wajinga, sisi ni werevu katika jina la Yesu. Sisi tumefanikiwa katika jina la Yesu. Sisi tunakuwa wakubwa katika jina la Yesu Kristo. Sisi sio wadogo, wao ndio wadogo. Sisi sio wachanga, wao ndio wachanga. Sisi sio waoga, wao ndio waoga. Mpe Yesu Kristo makofi uliye ndani ya Yesu. Lakini sikiliza, hayo ndio mawazo ya adui, kwamba wewe umekuwa unaombaomba, wewe umekuwa unasalisali, wewe ni mjinga. Mwambie mimi sio mjinga, lakini kwenye ulimwengu wa roho pigana nao. Wewe ni silaha ya Bwana, ingia ndani, mwambie Bwana, kila litakalosemwa juu yangu kinyume na mapenzi yako, Bwana shughulika nao, Bwana pigana nao, Bwana teta nao. Utashangaa tu Bwana anakuinua, Bwana anakufariji, Bwana anakupa marafiki wema katika jina la Yesu. Utabaki hapo ulipo. Bwana lazima niwe rafiki yako. Bwana lazima nitembee na wewe. Nina rafiki Yesu. Nina rafiki Yesu. Nina rafiki Yesu. Nitatembea naye, nitakaa naye, nitakula naye. Tena sio chakula cha kawaida, ni chakula cha uzima. Mpe Yesu Kristo makofi. Kwa hiyo usikushangae wewe. Haijalishi umekuja kwenye ibada, kuna mambo adui anakuambia wewe haiwezekani ati tena. Kwanza umeshakuwa mzee, kwanza umeshapoteza, kwanza hauwezi tena. Mwambie ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana atarejesha umri wako. Haleluya! Vyote vilivyoibiwa na nzige, madumaru na tunutu vitarejeshwa katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo, kwenye ibada ya leo, rejeshewa katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo, kwenye ibada ya leo, pokea ushindi katika jina la Yesu. Mpe Yesu Kristo makofi mazuri. Anasema kwenye kitabu cha Mathayo, hatujui siku wala saa atakapo. Sikiliza, acha utani, acha maigizo. Simama kwenye kusudi la Bwana na Mungu atakupigania, nawe utanyamaza kimya. Mateso uliokuwa unawaza kwa muda mrefu, sasa hii ameshakupigania. Sasa hii umeshapokea uzima wako. Sasa hii umepokea mali zako, umepokea watoto wako, umepokea uchumi wako, umepokea nguvu zako. Haleluya, haleluya. Tutakapomaliza hapa, utabaki jinsi ulivyo. Utaenda hatua nyingine katika jina la Yesu. Kwenye uchumi wako utaenda hatua moja nyingine mbele zaidi. Juu ya watoto wako utaenda hatua nyingine mbele zaidi. Juu ya kazi ya mikono yako utabarikiwa na kuinuliwa zaidi. Haleluya. Wakati mwingine wanakuambia ni kipindi kile alikuwa anafanikiwa, sasa hivi haiwezekani tena. Nikwambie inawezekana.
alikuwa mfanyabiashara mkubwa, sasa hivi ameshafilisika kwa sababu hivi na hivi na hivi. Acha kusikiliza maneno yao, sikiliza neno la Bwana. Ninasema usiogope, mchana wa leo usiogope, pokea katika jina la Yesu. Unajua ninavyosema pokea, ni upokee kwa kumaanisha, halafu ukatendee kazi. Usiende kukaa tu na kuona kwamba itawezekanaje. Hapana, chukua hatua. Haleluya! Kama itawezekanaje, hilo swala mimi sijui, kwamba adui anakuambia itawezekanaje kupitia, lakini Mungu wetu, Bwana asifiwe, Mungu wetu afanyaje? Hapendezwi na uovu. Anasema kwenye kipengele B hapa mstari wa 7, wala si mwenye kuhesabia, wala si mwenye kumhesabia, huyo ni Mungu. Anasema wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, ni mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha ngapi. Mungu hapendezwi na uovu. Sikiliza, umekuja kwenye madhabahu haya, umepata nafasi kama Musa alivyopata nafasi. Umepata nafasi ya kutubu. Twende tukatubu mbele za Bwana. Mwambie Bwana kwenye kitabu cha Maombolezo 5 mstari wa 7, neno la Mungu linasema baba zetu wametenda dhambi, sasa hawapo. Hiyo laana imekuwa ni mateso kwenye uzao. Hiyo laana imekuwa ni uharibifu kwenye familia zetu. Twende tukamwambie Bwana, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Simama mbele za Bwana, tukamwadhimishe Bwana. Kati yetu Bwana, ingia kati yetu Bwana, ingia kati yetu Bwana. Maana ni watu wenye shingo ngumu, watu ambao wenyewe, watu ambao walikuwa na mzaa, watu ambao kila wakiamua geuka hawageuki. Umepata kibali, umepata neema, ingia kati Yesu Bwana, ukaponye, ukatakase, ukaokoe ukoo wangu, ukaokoe ndugu zangu, familia yangu, watoto wangu. Wewe ni Baba zaidi ya yote, hatuna Mungu aliye kama wewe. Ni wewe tu Bwana, mbinguni na duniani. Yesu Kristo, makofi. Kaa kwenye uwepo wa Bwana. Imani yangu, yaani hatuhitajiwi kuwa na nguvu kubwa. Kwa imani tu unapokea kwamba Mungu ameingilia kati ya wale wenye shingo ngumu. Kwenye familia kuna watu wenye shingo ngumu. Ukiwaambia okoka, mtafute Bwana, wanakuambia unapoteza muda. Bwana ameingilia kati yao, haujapoteza muda. Wewe ulijua utapata siku ya leo, ni kwa neema. Hii neema nimepata, umepata, tuitumie katika kweli. Tutamwona Mungu akihudumia maisha yetu na familia zetu zitajengwa katika jina la Yesu Kristo. Kwenda kutawala na kumiliki, hautakuwa tena wa chini, utakuwa tu wa juu. Haleluya! Kaa tayari katika jina la Yesu. Inua imani yako, kila nitakalotamka likathibitika kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nimetumwa kwa ajili yako. Haleluya! Sikuja kwa ajili ya mwingine, nimekuja kwa ajili yako. Bwana amenituma mchana wa leo juu yako, nikwambie hayo mateso yamekuwa yakikutesa kwa muda mrefu, imeshaondolewa katika jina la Yesu. Mimi ni sauti ya Bwana. Haleluya! Pokea ushindi katika jina la Yesu. Pokea mafanikio katika jina la Yesu. Pokea kumiliki na kutawala. Mwambie jirani yako, nitayaendesha hayo magari, hayo majumba nitayajenga, watoto nitawasomesha na watafanikiwa. Adui yeye, sikiliza, adui yeye, wewe umefurahi kwa sababu umepewa uzao, lakini shetani hajafurahi kwa sababu ya uzao wako. Si Mungu anatuwazia mema?
Na neno la Mungu nasema baraka za Mungu hazichangamana na nini? Na huzuni. Baraka za Mungu hazichangamana na nini? Na huzuni, lakini adui atakuletea huzuni. Mwambie jirani yako tutashinda katika jina la Yesu. Usomee. Sikiliza. Hivi ukisikia neno vunja, tunatakiwa utumie nini? Na nguvu. Mamlaka na nini? Na nguvu. Vunja. Ukisikia kata, inatakiwa nini? Nguvu ya kimwili na nguvu ya nini? Ya imani. Maana kugomoa madhabahu si rahisi. Nishawahi kusema ibada njema ni neno la Mungu. Ibada njema inaanzia wapi? Nyumbani. Sasa nyumba zetu ni madhabahu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambazo tunatumia kumwabudu nani? Mungu. Na miili yetu ni hekalu la nani? La Bwana. Haleluya. Kwa hiyo tumepata hekalu la kumwabudu Mungu. Nikasema kwamba mtu leo akijaribu kuja kumua dirisha hili, anatafuta vita. Sasa kwenye ukoo, kwenye familia, kuna vitu ambavyo vimekuwa ni mateso.